leo hii ningeishia mtaani. Leo hii ningekuwa kituko, ningekuwa jambazi, ningekuwa mtu mbaya, au ningekuwa hata mganga wa kienyeji, ningekuwa mtu mkatili sana. Lakini kila ambacho Mungu alipanga, Mungu alijua future yangu. Na niwaambie vijana, msikate tamaa. Kuishia darasa la 7 sio mwisho. Kuishia form 4 sio mwisho. Shetani asiwakatishe tamaa kuona kwamba pool ndio maisha na mabanda ya sinema. Hayo sio maisha. Maisha ni kuwa na maisha ya malengo na mipango ya baadaye. Wewe ukaniambia ni kijana na malengo na ndoto na future, huko kwenye mabanda ya mpira na video na huko kwenye pool. You are waste time, unapoteza muda ambao baadaye utakuja kutafuta kwa gharama. Wazungu wanasema the golden chance never come twice. Muda ukishaondoka umeondoka. Mimi kuna kipindi nilikuwa na miaka 20, hiyo miaka 20 sina tena. Nilikuwa na miaka 30, hiyo miaka sina tena. Nilikuwa na miaka 35, sina tena. Nilikuwa na miaka 40, leo na miaka 43, ile miaka ya nyuma. Kwa hiyo umri na muda haurudi nyuma, unaenda mbele. Kwa hiyo kupoteza vijana kama hao, kupoteza umri walionao sasa hivi, ambao walitakiwa wawe kwenye kazi, kwenye shule, alafu wako hapa. Mimi nataka nione kwamba kuna kitu ambacho baadaye itafika hatua kwamba sitakuwa tuko katika hali ambayo sio nzuri. Kwa wazazi wenzangu, tuendelee kuombea vijana, ombea future vijana yako. Hata kama una mtoto wa kiume, ombea watoto wa kiume. Kati ya watoto wanahitaji kulindwa sasa hivi ni watoto wa kiume kuliko wa kike. Zamani tulikuwa tunasema ukizaa mtoto wa kike, fuga mbwa, sijifu weka mlinzi, weka panga, weka mbwa nyumbani. Lakini sasa hivi ukiwa na mtoto wa kiume, mambo yamebadilika. Yes. Basi kuna mtumishi wa Mungu ametoa sadaka hii. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya sadaka hii na matoleo haya ambayo amepanda mbegu kwa ajili ya utumishi wa Mungu katika kazi yao wanaofanya shambani mwa Bwana. Na neno lako nasema yote atakayempa nabii maji atapokea sawasawa. Nao wamehubiri injili kutoa majimbani, wamehubiri injili kutoa sadaka hii. Tunaibariki na tunaipokea. Tunaomba Mungu kabariki maisha yake. Kwa ninalia sana na vijana wa kiume kwamba leo hii tunaona kwamba baadaye tunakuja kuona tuna watu wa namna gani. Kwa lazima tunapokutana na vijana tuambie ukweli, tusicheke nao, kwa sababu ninajua kipindi walicho nacho ni kipindi ambacho ni kigumu na ni nyakati ambazo wako nazo ambazo si nzuri. Ni kipindi kijana hawa hawana muda wa kusikiliza wazazi, washaachana na walimu shuleni, washaachana na mtaa. Wanasema dunia itawafundisha. Dunia haijawahi kumfundisha mtu zaidi ya kumharibu mtu. Dunia imfundishi mtu. Wewe mzazi ukisema dunia itamfundisha, ujue kwamba mtoto wako